Bana, klabu ya Young Africans imeweza kutambulisha benchi lake la ufundi na imeweza kumtambulisha kocha msaidizi, imemtambulisha kocha wa set pieces, lakini pia imeweza kumtambulisha video analyst. Lakini hapa mimi nipo kuweza kumchambua kiundani zaidi kocha msaidizi anayefahamika kama Simo Diadia. Ni raia wa Afrika ya Kusini, lakini pia CV yake ni kubwa sana, lakini watu wengi wamekuwa wakijiuliza maswali mengi sana. Kwa nini CV ya kocha msaidizi ni kwamba hadumu sana kwenye vilabu alivyopita? Ni kwa nini anakaa msimu mmoja anaondoka, anakaa msimu mmoja anaondoka? Je, ni kipi ambacho kimekuwa sababu kubwa ya kuweza kusababisha kocha huyo kutodumu katika vilabu alivyopita? Sasa nakupeleka moja kwa moja katika CV ya kocha. Ni kwamba msimu wa mwaka 2020-2021 alihudumu katika klabu ya Richard Bay ambayo ipo nchini Afrika Kusini, lakini kwenye klabu hiyo yeye aliajiliwa kama kocha mkuu katika klabu hiyo, na aliweza kuinoa timu hiyo vizuri kabisa. Ilikuwa timu tishio na ilikuwa timu napata matokeo kabisa, lakini viongozi wakawa na imani kubwa sana wa timu hiyo kuweza kupanda katika ligi kuu ya Afrika ya Kusini. Kwa wakawa na imani kubwa sana na timu hiyo, lakini mwisho wa siku dakika za jioni kabisa timu ile ilibadilika ghafla, matokeo yakabadilika kabisa na team performance ikawa chini sana, ikaanza kupoteza michezo ile muhimu ambayo ilitakiwa ishinde iweze kupanda ligi kuu. Kwa mwisho wa siku timu haikufanikiwa kupanda ligi kuu, hivyo viongozi wakaamua kumfuta kazi kocha Simo Diadia katika msimu wa 2020-2021. Kwa hiyo msimu uliofuata sasa ambao ni 2021-2022 kocha Diadia ikabidi aende katika klabu nyingine, ambapo katika msimu wa 2021-2022 akaamua kwenda katika klabu nyingine ambayo inafahamika kama Maloka Swallows, na hapo katika klabu ya Maloka Swallows alienda kama kocha msaidizi, ambapo kocha mkuu alikuwa ni Brandon Tuta, alimkuta pale. Sasa katika klabu hiyo ya Maloka Swallows matokeo hayakuwa mazuri sana, yalikuwa sio ya kuridhisha, hivyo wakaamua kumfuta kazi kocha mkuu Brandon Tuta, na kisha huyu kocha Simo yeye ndo akakabidhiwa kuwa kocha mkuu wa klabu hiyo. Lakini matokeo hayakuwa mazuri sana kwenye klabu hiyo, kwani mwisho wa msimu malengo yalikuwa ni kuipandisha klabu hiyo iende ligi kuu, lakini haikuwa hivyo. Mwisho wa siku kocha Simo akafutwa na yeye kazi rasmi. Yani wanasema kwamba alipewa mkataba kwamba mwisho wa msimu ndo mkataba wake ulikuwa unaisha. Kwa viongozi wa Maloka Swallows kuweza kumuongezea mkataba na wakaleta benchi jipya la ufundi. Kwa hiyo mwisho wa siku ikawa tu automatically ni kwamba kazi hana. Kwa hiyo msimu wa 21-22 ukaisha hivyo akiwa Maloka Swallows, hakufanikiwa chochote kwa akafutwa kazi. Ina maana msimu wa 22-23 akaenda katika klabu nyingine inayofahamika kama Utongati Football Club. Sasa kwenye klabu hii ndo kuna vituko. Pale alienda yeye kama kocha mkuu. Utongati Football Club aliajiliwa kama kocha mkuu katika klabu hiyo. Sasa alivyofika hapo katika klabu ya Utongati, katika mechi za ligi alizocheza, alicheza mechi 4 za mwanzoni za ligi. Katika hizo mechi 4 alipata sare 2, alishinda mechi 2, jumla akawa na alama 8, na timu yake ilikuwa inashika nafasi ya 4 kwenye ligi hiyo, alikuwa inashiriki Utongati Football Club. Sasa viongozi wa klabu hiyo hakuweka sababu rasmi, wakaamua kumfuta kazi, na hajapoteza mchezo, hajakuwa na performance mbaya, hakuwa na performance mbaya kwenye ligi, lakini viongozi wa Utongati Football Club wakamfuta kazi na bila kuweka sababu ni nini, japo baadhi ya vyombo vya habari vya Afrika Kusini vinaripoti kwamba kulikuwa kuna mchezo wa kirafiki uliokuwepo kati ya Mazulu na klabu ya Utongati Football Club, na klabu ya Mazulu ilishinda mabao 5-0 dhidi ya klabu ya Utongati. Kwa hiyo viongozi wakanusa harufu kwamba hapa kocha hakuna, kwa wakaamua kumtimua. Lakini wapo walikuwa wanadai kwamba performance ya kocha haikuwa vizuri kwenye ligi, lakini si kweli, kwa sababu alikuwa amecheza michezo 4, ametoa sare 2 na ameshinda michezo 2, jumla na alama 8, na timu yake kwa wakati huo ilikuwa inashika nafasi ya 4. Lakini mwisho wa siku viongozi wakamnyoa, na baada ya kumfuta kazi wakaleta benchi la ufundi jipya, na hilo benchi la ufundi jipya alikukaa muda mrefu, kwani baada ya mechi 6 tu na wenyewe wakatimuliwa, wakawaleta makocha ambao walikuwa wameshazoeleka katika klabu hiyo ya Utongati Football Club. Kwa hiyo hapo pia kocha naye hakukaa muda mrefu katika klabu ya Utongati Football Club. Mwisho wa siku sasa ndipo akaenda kwenye klabu ya mafanikio yake.
ambayo klabu ya mafanikio yake ndio inaitwa Maritzburg United, ambao kwa sasa wamebadilisha jina, wanaita Durban City. Sasa kwenye hiyo klabu ya Maritzburg United, kocha huyo akaenda sasa rasmi katika klabu hiyo. Alivyoenda kwenye klabu hiyo ya Maritzburg United ilikuwa inashiriki ligi kuu ya Afrika ya Kusini, lakini ilishuka daraja na kucheza ligi daraja la pili. Kwa hiyo huyu kocha Simo alivyoenda katika klabu ya Maritzburg United, alikuta klabu tayari imeshashuka daraja. Kwa hiyo akakabidhiwa mikoba aipandishe daraja, lakini alivyoenda katika klabu hiyo ya Maritzburg United hakuenda kama kocha mkuu. Alianza kama kuwa kocha msaidizi katika klabu hiyo. Baadaye ndipo akakabidhiwa kijiti kama kawaida yake, akakabidhiwa ukocha kukaimu ukocha mkuu. Na katika msimu wake wa kwanza katika klabu hiyo ya Maritzburg hakuweza kuipandisha klabu hiyo moja kwa moja. Baada msimu wa kwanza wake hakuipandisha klabu moja kwa moja. Alisaidia tu klabu hiyo kashika nafasi ya 4 katika ligi daraja la pili ya Afrika ya Kusini, ambayo inafahamika kama Motsepe Championship. Sasa msimu uliofuata ndipo alipofanya maajabu makubwa katika klabu hiyo ya Maritzburg United, kwani aliamua kuipandisha ligi kuu. Yaani klabu hiyo ilipanda ikaenda kucheza ligi kuu ya Afrika ya Kusini, lakini pia sio kupanda tu, alifanikiwa kuipa taji la ABC Motsepe Championship. Yaani klabu hiyo ya Maritzburg United ilipanda kwa kuchukua ubingwa na taji juu yake. Kwa hiyo alifanya makubwa sana, lakini pia alisaidia klabu hiyo kuweza kucheza katika hatua ya robo finali ya Nedbank Cup. Yani kama huku Bongo unaweza kusema kama michuano ya shirikisho ambayo inakuwa inahusisha timu zote, timu ya daraja la kwanza na timu daraja la pili. Kwa hiyo aliweza kuifikisha timu hiyo. Hapo ndipo alipokuwa na performance kubwa sana, ndio timu moja kati ya timu yake ya mafanikio makubwa sana katika ufundishaji wake wa soka. Sasa baada ya timu kupanda kufika yani baada ya timu hiyo Maritzburg kupanda ligi kuu, kucheza katika ligi kuu ya Afrika ya Kusini, viongozi wakamkataa bwana, wakasema hapana bwana, wewe hadhi yako huna uzoefu wa kutosha kufundisha ligi kuu ya Afrika ya Kusini, wewe nenda kule chini katafute timu nyingine, wewe huku haufai bwana, sisi tunatafuta kocha ambaye atakuwa na uzoefu na ligi kuu ya Afrika ya Kusini. Kwa hiyo mwisho wa siku wakamnyoa kocha yule. Kwa msimu wa 2025-26 ndo akaenda zake Golden Arrows, ndo akaenda kuhudumu pale kama kocha msaidizi. Sasa kama utakuwa umegundua kitu ni kwamba, na kama umefuatilia vizuri benchi la ufundi la Young Africans, kocha mkuu Manqoba Ngiti yeye amepita katika klabu ya Golden Arrows kama kocha mkuu na amefanikiwa kuwapa taji la MTN pale, na huyu kocha msaidizi naye amepita pale kama msaidizi katika klabu ya Golden Arrows. Ukimfuatilia na ule nani mtaalamu wa set pieces, kocha aliyeajiliwa na Yanga rasmi wa set pieces, naye pia amepita Golden Arrows, amecheza lakini pia amepita kama kocha. Kwa hiyo ukiangalia historia wote wamepita pale Golden Arrows. Kwa hiyo huyo ndiye kocha msaidizi wa klabu ya Young Africans, anaitwa Simo Diadia. Yeye ndio mwamba kabisa huyo. Kwa kuna taarifa ambazo wengi wanaishia tu kuelezea CV lakini hawana sababu husika za kujua kwamba nini kilichokuwa kinamhamisha. Mimi nimekupa sababu za msingi zilizofanya akahama na rasmi sasa yuko klabu ya Young Africans. Tutegemee makubwa sana. Afrika ya Kusini na Tanzania ni nchi mbili tofauti. Mpira, falsafa, mazingira, siasa ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo atafanikiwa kutoboa Tanzania, tumpe muda wa kutosha tuone kama ataleta mafanikio. Mimi naitwa Denga Spurs, Denga Media TZ. Goodbye.